Tarehe 28 mpaka tarehe 31 Oktoba mwaka huu 2026 tunaelekea kwenye tamasha la Bagamoyo la maonesho. Sasa nipo na makamu mkuu wa chuo ama taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo, ambaye tunazungumza naye kuhusiana na hili. Kubwa zaidi ambalo natamani kuanza nalo kujua kutoka kwake ni kwamba kwa nini linaitwa tamasha la kimataifa la maonesho Bagamoyo, na kwa nini si tu tamasha? Historia ya tamasha lenyewe ilianza kwa mwaka wa 81 huko, kwa sababu baada ya wanachuo kuwa wanasoma ilionekana kwamba waweze kuwasilisha fani zao kwa watu wengine waweze kuziona, na wao waweze kuona watu wengine wanaofanya fani kama hizo. Hapo ndio ilikuwa mwanzo wa tamasha. Kwa hiyo jina likawepo tamasha la Bagamoyo, tamasha la sanaa na utamaduni. Sasa unajua jambo linavyozidi kwenda mbele, watu wanaona jina liwe na mwelekeo wa kuzoeleka. Kwa hiyo tamasha likabaki, Bagamoyo ikabaki, sanaa na utamaduni ikabaki. Sasa ikaja baadaye tamasha hili lilianza kuvutia watu wengi sana kutoka nje ya nchi wakija kushiriki. Sasa maoni ya watu na wadau na wapenzi na wasanii, kwa hili ni la kimataifa. Unajua watu wanasema hili la kimataifa, kama kuna vikundi kutoka nchi tofauti, basi hiyo jambo ni la kimataifa. Kwa hiyo ikawa tamasha la kimataifa la sanaa na utamaduni Bagamoyo. Sasa likawa limepewa na kila mara linapotokea linakuwa na idadi ya miaka. Kwa hiyo mpaka mwaka 2025 ilikuwa tamasha la 44. Ilitokana na muda chuo kuchelewa kufungua kwa sababu za hapa na pale, ikabidi lisifanyike. Sasa linafanyika mwaka huu. Kwa hiyo mwaka huu tamasha la kimataifa la sanaa na utamaduni Bagamoyo 44. Kwa hiyo unaweza kuona kurudi nyuma miaka mingapi imepita, na halikuwahi kusimama. Hata wakati wa Uviko 19 kipindi kile lilifanyika, waki wapenzi wengine walisema sisi haya ni maisha yetu na shughuli yetu, kwa ilifanyika. Kwa hiyo ndio historia kidogo tu ya tamasha. Limekuwa na mafanikio makubwa sana, kwa maana inavutia watu wengi, lakini inajenga uwezo kwa wasanii, wanachuo wetu kuonyesha kazi zao, wasanii kutoka nje na wapenzi wa sanaa kuona kazi mpya, pia wakazi wa Bagamoyo kuweza kufanya biashara na kujiongezea kipato, kwa maana msanyiko wa watu unakuwa ni mkubwa kwa muda huu. Natamani sasa tujue kwamba mwaka huu tunaelekea kwenye tamasha la 44 kama ambavyo umesema. Litafanyika kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 31. Mwamko mpaka hivi sasa ukoje? Mwamko ni mkubwa, kwa maana huwa tuna taratibu wa kutangaza kwenye vyombo vya habari njia tofauti na kutuma matangazo kwa njia tofauti. Kwa hiyo na wadau kila mwaka wanategemea litakuwa mwezi wa 10. Kwa hiyo tu wanatuma maombi kwa wanavyosema kwenye fani mbalimbali, muziki wa kiasili, ngoma za kiasili, muziki wa kisasa, sanaa za ufundi, kuonyesha filamu. Kwa sababu sisi la kwetu linajumuisha fani zote. Kwa hiyo na kila mtu anakuja kuonyesha kazi yake, na kila mtu anakuja kujifunza kwa mwenzake. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa sana. Maana kwa moja ambayo ameshatuma. Tamasha hili lina umuhimu gani kwa TASUBA, lakini jamii na taifa kwa ujumla? Umuhimu mkubwa ni sisi kama taasisi ya mafunzo, ni kipimo cha wanachuo wetu kuonyesha kazi zao. Kwa hiyo wanaweza kuonyesha kazi zao, wanaziona. Pili, inawapa wanafunzi wetu uwezo wa kuandaa matamasha pamoja na matukio, kwa sababu na wanachuo huwa wanashiriki kwa nafasi mbalimbali, ndipo wanapoonyesha uwezo wao na umahiri wao wenyewe. Kwa sababu sehemu kubwa sana ni sehemu wanafanya wanachuo, wanakuwa wanaelekezwa tu, lakini sehemu kubwa sana. Kwa hiyo ina umuhimu kwa wanachuo. Tunaelekea sasa kwenye tamasha la 44 mwaka huu. Nini kipya ambacho wadau ambao wanataka kushiriki kutokea Tanzania na nje pengine, nini kipya ambacho cha kipekee wanachotakiwa kutarajia? Watarajie maonyesho mazuri zaidi, kwa sababu sanaa nyingi zimeendelea kuboreshwa, na tunafahamu kwamba sasa hizi
uwezo wa watu, kwa sababu hata jamii ikiwa na uwezo wa kipato na makundi mengine yote yanakuwa na uwezo wa kufanya shughuli, kwa sababu hata makundi mengi ya wasanii yanajulikana, lakini sasa ni kwamba wengine wanaona sanaa zao, na pia hata mifumo ya kujisajili, mifumo ya kujitangaza, teknolojia imekuwepo. Kwa hiyo tunategemea kuwa na makundi bora zaidi, na haya makundi mengi yamejifunza sanaa za maonyesho pamoja na sanaa za ufundi. Kwa hiyo hilo moja. Pili, jingine ni kuona mambo mapya kwa upande wa wajasiriamali pamoja na huduma za serikali, kwa sababu hata taasisi nyingine zinakuja kushiriki kwenye tamasha kuonyesha huduma zinazotolewa katika maeneo yao. Kwa hiyo watu wafike waweze kuona hizo huduma. Tunaelekea mwishoni, natamani kujua tamasha hili linasaidiaje kuhifadhi na kuendeleza urithi wa sanaa na utamaduni wa Tanzania. Tamasha hili linahifadhi kwa maana kwamba vikundi vingi ambavyo vinakuja kuonyesha sanaa zinakuwa na vionjo vya tamaduni tofauti, na vikundi vingi vinatoka sehemu katika nchi hii, maeneo tofauti, Tanzania, visiwani pamoja na bara. Kwa hiyo ule uhifadhi, watu wanapoweza kuona, wanakumbuka, hata kama kuna mabadiliko wataweza kujikumbusha kwamba jambo hili kweli ni asili ya watu fulani. Kwa hiyo hilo jambo linasaidia sana kuhifadhi, na pia sasa hizi kuna utaalamu mwingi wa kuweza kunakili au kurekodi. Kwa hizo kumbukumbu zinakuwepo hata kwa maisha ya baadaye. Watu wanasema what you photograph today is the history of tomorrow. Kwa hiyo picha, mionekano, lakini na hisia za watu. Lakini pia niseme inaenda kuwa ni kiashiria ambacho kikubwa sana cha ile amani na utulivu na mshikamano, kwa sababu kila mtu anakuwa na nafasi yake, watu wanaelekezana, watu wanaambizana jambo lilo zuri. Kwa hiyo niseme na hilo ni jambo la msingi sana. Jinsi sasa watu ambao wanatamani kushiriki, watu wa sanaa wanatakiwa kufanyaje ili kuweza kushiriki tamasha la utamaduni? Kushiriki wanakwenda kwenye mtandao wetu au kwenye website yetu, utakuwa kuna sehemu ya kushiriki tamasha na maelekezo yote ya kutuma maombi, kwa sababu kama ni kikundi kitatuma maombi, kuna fomu pamoja na namba za simu. Tuna kamati ya tamasha, hiyo kamati ambayo inaratibu maombi yote pamoja na maelekezo yote na mahitaji, kwa sababu kila kikundi kinakuwa na mahitaji yake, lakini na uwezo wao na sifa pamoja. Katika hizo siku 4 mtu anasema mimi ningependa kushiriki siku ipi, sababu inategemea anakotokea na ratiba zake nyingine, sababu tamasha haiondoi maisha mengine kuendelea. Kwa hiyo mtu anataka kushiriki siku 2, siku 3 au muda wote kutokana na maeneo yanayotoa. Kwa hiyo utaratibu uko katika njia hiyo. Lakini nyingine ni kupiga simu, kwa maana kwamba akipata simu ya mtu yeyote ambaye anamfahamu katika taasisi zetu za wizara, kama atapiga simu BASATA anaweza kumpa mwelekezo, kembea usota, yaani zote hizo zinafahamu. Kwa maana wakisema chuo cha sanaa Bagamoyo, mtu anakuwa anafahamu ndio kwenye tamasha. Nini sasa ambacho pengine ungetamani kuwaambia wale ambao wanatamani kushiriki lakini bado hawajaanza kujisajili? Hawajachelewa, bado watume maombi yao, maombi yatapokelewa na wao watajulishwa utaratibu wa kushiriki. Kwa hiyo niwakaribishe sana, bado muda upo. Okay. La kumalizia kabisa, natamani sasa uweze kutuambia ujumbe gani ambao pengine ungetamani kuwaambia ama kuwakaribisha Watanzania na wageni kutoka katika mataifa mbalimbali kuhudhuria katika tamasha hili la 44 la kimataifa. Niseme waje tusherehekee umoja wetu wa Tanzania, tusherehekee utamaduni wetu, tufurahie umoja wetu pamoja. Na tunasema sisi sio kisiwa, kwa hiyo kila mtu akija atakuwa ameongeza ule ubora wa kujenga utulivu na mshikamano, bila kujali anatoka nchi gani au anatoka katika maeneo yapi. Kwa hiyo niseme waje tushirikiane, tuweze kufurahia maendeleo. Yote ni sehemu ya kufurahia maendeleo ya nchi yetu. Asante kwa muda wako mkuu. Tunashukuru sana kwa ujio wako hapa, na nafikiri tumepata majibu ya maswali mengi sana ambayo watu walikuwa wakijiuliza, lakini pia sisi kuweza kuendelea kuhabarisha umma kuhusiana na taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo.
yalikuwa ni mazungumzo mazuri sana ambayo tumezungumza hapa siku ya leo, na imani utakuwa umeweza kupata vitu viwili vitatu kuhusiana na Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo, vile vile kuelekea tamasha la 44 la kimataifa la maonyesho ya sanaa na utamaduni ambalo linatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 31, tarehe 28 mpaka tarehe 31 Oktoba. Mimi ni Jimson Natson na hii ni Tasuba Online TV.